Zanzibar kimya kimya ilichukua jukumu muhimu katika safari za anga za Marekani kutua mwezini. Thamani ya nchi yetu isiyosemwa mara nyingi. Nikujuze tu kwamba vituo viwili vya satellite barani Afrika vilikuwa viunganishi muhimu vya safari hizi za anga za juu za Wamarekani. Mnamo Julai 20 mwaka 1969, Apollo 11 iliweka historia ya ulimwengu ilipotua kwenye mwezi, lakini hadi leo watu wachache wanajua kuhusu vituo vya anga vya Kano kaskazini mwa Nigeria na Tungu Zanzibar, ambavyo vilisaidia kuweka msingi ambao hatimaye ulifanikisha misheni ya Apollo 11. Wanaanga wanne akiwemo mwanamke mmoja walitua mwezini Julai 20 mwaka 1969. Kabla ya kutua mwezini na mafanikio kutokea, Marekani ilihitaji kujaribu vyombo vya anga vya juu na visivyo na marubani. Mnamo Oktoba mwaka 1958, utawala wa Marekani pamoja na shirika la NASA ulizindua mradi wa Mercury, The Mercury Project. Mradi huu wa miaka 5 uligharimu dola milioni 400 wakati huo. Ulibuniwa kupima uwezekano wa usafiri wa anga na binadamu. Wanasayansi walifikia kuzindua chombo kwenye orbit, lakini vile vile utafiti wao ulihitaji udhibiti wa mawasiliano ardhini katika nchi zilizo kando ya njia mzunguko wa dunia. NASA ilijenga jumla ya vituo 18 katika maeneo ya kimkakati ulimwenguni, ikiwa ni pamoja na Nigeria. Wakati huo ndio kwanza Nigeria ilijitawala kutoka kwa Waingereza, na Zanzibar wakati huo ikitawaliwa na usultani wa Oman pamoja na utawala wa Uingereza. Mradi wa Mercury ulihakiki wanaanga 7 wanaojulikana kama Mercury 7 na hatimaye kukamilisha safari kadhaa za orbit mwanzoni mwa miaka ya 60. Safari 20 bila mtu, ikiwa ni pamoja na Mercury Atlas 4, 2 zikiwa na sokwe. Sokwe hawa walipewa majina ya Ham na Enos, na safari za 6 zilijumuisha orbit za watu, ikiwa ni pamoja na MA6 na MA9, kuthibitisha kwamba usafiri wa anga wa binadamu unawezekana. Mnamo mwaka 1960, NASA ilizindua kituo cha anga za juu cha satellite huko Tungu Zanzibar, chini ya maili kama 15 hivi nje kidogo ya mji mkongwe, mji mkuu wa Unguja. Mwaka uliofuata walikamilisha kituo cha mwisho kati ya vituo 18 huko Kano, Nigeria. Kila kimoja kituo hiki kiligharimu inakadiriwa dola milioni 3. Waingereza pamoja na Sultani Khalifa bin Harub wakaidhinisha uuzwaji wa ardhi katika mashamba huko Tungu nje kidogo ya mji wa Unguja kwa ajili ya eneo la mradi wa mawasiliano ya anga mwaka 1960. Wakati wote wa mradi huo, Marekani ilichambua zaidi ya tani 1000 hivi za mizigo kupitia bohari maalum ya Marekani ambazo ziliandaa usafirishaji kwenda Nigeria na Zanzibar. Hii ilikuwa ni pamoja na mambo mengine, zikiwemo meli 2 za mizigo, vituo vilihifadhi vifaa vya electronic, minara ya kupozea, vibariza vya maji, matanki ya hydropneumatic na generator za diesel kwa kuhifadhi nishati ya umeme. NASA ilifanya kandarasi na wahandisi wa Marekani na Uingereza wakishirikiana na wataalamu wa ndani wa Zanzibar, wakichunguza ardhi ili kujua pembe sahihi zaidi za antena za rada zitakazotumiwa kuwasiliana na vyombo vya anga vilivyokuwa vikipita juu na chini ya mstari wa upeo wa macho. Hii inatoka katika kumbukumbu za kihistoria za NASA. Kano kunafahamika kama nyumbani kwa ufalme mkubwa wa kale wa Kano, na Zanzibar kitovu cha biashara ya bahari ya Hindi kwa karne nyingi mno. Sasa vilikuwa viungo muhimu katika mtandao wa kimataifa wa kufikia na kuangalia nyota, mtandao wa kwanza wa mawasiliano ulimwenguni. Projekti hii Mercury ndio iliainisha mbio za kwenda angani, zikidai kwamba mtandao wa kwanza wa mawasiliano ulimwenguni uwe na uwezo wa kuwasiliana kati na miongoni mwa vituo vya anga, vyombo vya anga na wanaanga.
Mtandao wa mawasiliano wa Mercury ulijumuisha maili 102,000 hivi za teletype, maili 60,000 za laini za simu na maili 15,000 za laini za data inayokwenda kasi ya juu. Kulingana na kumbukumbu za historia za NASA iliweka vituo vilivyo na telemetry, kufuatilia na utendaji wa kukokotoa, na vile vile uwezo wa udhibiti wa ufuatiliaji wa ndege na mapokezi ya masafa mengi ya hewa hadi ardhini na utoaji uko mbali yanakotoka. Mfumo wa intercom uliwaruhusu watu kadhaa kuzungumza huku wengine wakisikiliza, na haya yalifanyika Zanzibar. Mawasiliano kati ya wafanyakazi wa kituo cha anga ya juu na chombo ilikuwa ngoma iliyoratibiwa na kupigwa vizuri mno. Baada ya chombo kurushwa, dakika 5 hadi 90 zingepita kabla ya chombo kupita juu ya kituo kimoja ama kingine. Na kulingana na mahali, kituo cha udhibiti wa Zebak katika kituo cha jeshi la anga cha Cape Canaveral huko Florida, Marekani, kingetuma ujumbe wa teletype